Hapa mtandaoni nimekuwa nikiona watu wakiposti kila kitu. Basi leo ndio day one ya the journey of content creator ambayo inatolewa na mimi Content Master Tanzania. Ukisema unafanya kila kitu, kimsingi ufanye chochote, kwa sababu TikTok, Instagram, Facebook na YouTube wanakuwa watambui nichi unayofanya. Hata watu wanakuwa hawana sababu ya kukufollow kwa sababu unakuwa huna sababu ya kuwafanya watu wakufollow kwa sababu huna nichi. Nichi ni sehemu ndogo ndani ya soko kubwa. Ni kwamba unachukua tu sehemu ndogo tu kwenye soko kubwa basi na kuifanyia kazi. Ukiwa unazingatia mambo matatu makuu ukiwa unachagua nichi. Jambo la kwanza ni ujuzi juu ya nichi ulioichagua. Ni kwamba je, umechagua nichi, ile nichi ulioichagua una ujuzi nayo? Kwa sababu watu watakufollow na watu watakupa madili kwa sababu wanajua kabisa kwamba huyu mtu ana ujuzi juu ya nichi aliyoichagua au juu ya jambo fulani au juu ya content anazozifanya. Jambo la pili ni soko. Hakikisha unachagua nichi yenye soko, kwa sababu hapa mtandaoni tumekuja kutafuta pesa, sio kupoteza muda na kupoteza MB zetu na kupoteza fedha. Hapa tumekuja kutengeneza content ambazo zinatuingizia pesa. Kwa hiyo nikusii ndugu yangu, hakikisha unachagua nichi ambayo ina soko. Jambo la tatu ni shauku juu ya nichi ambayo umeichagua. Unataka kuona matokeo. Naona unataka kuona matokeo ya haraka juu ya nichi ulioichagua. Kwa hiyo wewe ndugu yangu unayeamua leo kuanza kutengeneza content, hakikisha unachagua nichi, kwa sababu hautotaka sisi uposti kila kitu. Tunataka uchague nichi moja ambayo tutajua kabisa huyu mtu ni mtaalamu juu ya hiki kitu. Kwa nini uchague nichi? Kwa sababu nichi itakusaidia kuwalenga wahusika sahihi. Sawa? Kwa sababu leo mimi nimechagua kuwa Content Master Tanzania. Kwa hiyo maana yake ni kwamba nimewalenga wateja ambao, nimewalenga watu ambao wana uhitaji wa kujua juu ya content creation. Namba 2 ni kupata wateja, kwa sababu ukilenga aina fulani ya niche ambayo uhitaji wake ni mkubwa, kwa lazima sasa ikuletee wateja. Usichague niche ambayo unajua kabisa kwamba hii niche haitokuletea wateja. Sawa? Usichague kitu kama hicho. Usichague niche ambayo unajua kwa kwamba haikuletei wateja. Sawa? Jambo namba 3, inakusaidia kukua kwa uharaka, kwa sababu watu watasema nenda kwa fulani ukamsikilize, ni mtaalamu juu ya jambo fulani. Kwa hiyo watu watalike, watashare, watakufollow, na watu utaongeza engagement kwenye akaunti yako na utakuwa kwa haraka. Kwa hiyo lazima sasa uhakikishe kabisa kuwa kwamba lazima unachagua niche, kwa sababu niche itakusaidia kuwalenga wahusika sahihi. Namba 2 itakusaidia kukua kwa haraka. Namba 3 itakusaidia kuleta wateja. Ukifanya hivyo, nataka nikuthibitishie, lazima uwe ni mtu ambaye umekuwa haraka mtandaoni na kuanza kupata fursa kubwa hapa mtandaoni. Ukishachagua nichi yako, hakikisha nichi yako unaifanya consistency. Unaposti kila siku. Nataka nikuthibitishie, ukiposti consistency ndani ya miezi 3, nataka nikuthibitishie, lazima uone matokeo ya content zako. Lazima uone DM, lazima uone unakuwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu tayari unakuwa umewazoeza, wanakuwa wamezoea kila siku kusikia elimu ambao unayo au juu ya elimu ulionayo juu ya niche ambao umeichagua wewe. Kwa hiyo nikusii wewe, the content creator beginner unaanza leo unaanza safari yako ya content creation. Nataka nikusii, hakikisha unachagua niche na niche hiyo unaifanya consistency kwa siku 90. Posti kila siku content yako. Hata ukiwa na posti content moja tu kila siku, unaposti tu moja tu, content moja kila siku ya Mungu, unaposti content moja, nataka nikuthibitishie utapata engagement kubwa na utakuwa kwa haraka na utapata wateja hapa mtandaoni, na utasema kwamba nilikuwa nimechelewa wapi kuanza safari hii au kumpata mtu kama
content master Tanzania ambaye angenisanua juu ya niche.